Fanya hivi vitu vitatu uweze kujua kuongea Kiingereza haraka. Kuna level 3 za kuongea Kiingereza. Kuna beginner, intermediate na advanced. Kabla sijakwambia namna ya kutoka level 1 kwenda level nyingine, ningependa kwanza kukuelewesha nini maana ya hizi level. Beginner ndio yule ambaye anaanza mwanzo, na huyu hajui kuongea wala kuandika, hajui kuhesabu, kutaja rangi, kutaja majina ya familia kwa Kiingereza. Intermediate ni yule sasa anajua kuongea kidogo, kama kujielezea majina, anajua kuagiza chakula hotelini, anaweza hata kuhadithia story fupi kwa kutumia past tense, yani wakati uliopita. Advanced ni yule anaweza kuongea kwa muda mrefu zaidi, anaweza kutoa maoni binafsi, anaandika vizuri essay na vitu vingine bila shida, anaweza kuangalia filamu, kusoma vitabu bila msaada sana, na ni watu wachache sana ambao wanafika advanced level ya C1, na hata kwa baadhi ya wazawa kufika level ya C2 ni ngumu. Vitu tutakavyoongea vinahusiana hasa na level ya beginner na intermediate. So, unawezaje kuvuka kutoka beginner kwenda intermediate ama intermediate kwenda advanced? Njia ya kwanza ni njia ya kufanya majaribio ya kuongea kwa kutumia mbinu maalum, kama mbinu inaitwa shadowing, ambapo unaangalia video kisha unajaribu kufuatisha wale wanaoongea. Kwa njia hii utajikuta unajifunza kuunda sentensi kama mzawa, na pia utajua matamshi sahihi ya Kiingereza kwa haraka. Pia unaweza kujiunga group letu la kufanya mazoezi ya kuongea linaloanza kila mwanzo wa mwezi kwa gharama ndogo. Katika hili group tunafanya discussion usiku kuanzia saa 2, ni text ili niweze kukupa maelezo. Kila unapoangalia movie ya kizungu, fanya shadowing uone utakavyo kuwa mzungu mapema sana. Njia ya pili kubwa ni kuandika. Kwa yule ambaye ni beginner, anza kwa kuandika kuhusu wewe kila siku. Andika kichwa cha habari about me, kisha jieleze, mfano my name is Hassan, my mother's name is Fatma, I live in Dar es Salaam. Na kadri unavyozidi kujifunza, chukua daftari lako, unda sentensi mpya. Kwa mtu ambaye ni intermediate, anza kwa kuandika kuhusu maisha yako kila siku, malengo yako, siku yako imeendaje, mawazo yako, mafanikio yako. Kila ukiandika jaribu pia kutumia maneno mapya ambayo umeweza kujifunza. Njia ya tatu ni kufollow watu wanaofundisha Kiingereza, watu maarufu pia wanaoongea Kiingereza. Utajifunza mengi sana kama kila ukiingia unakutana na post mpya kujifunza Kiingereza. Hakikisha umefollow watu sio chini ya 10 wanaofundisha Kiingereza ili upate mafunzo mengi kwa muda mfupi. Mwisho, kumbuka hizi njia inabidi zifanywe kwa pamoja na kwa muendelezo bila kusimama hata siku moja, ili uone matokeo kwa haraka. Niandikie kwenye comments ni njia ipi unaona inasaidia sana kuboresha kwako. Niandikie pia unaangalia hii video kutoka wapi. Mimi naitwa Hassan. Kama unapenda kujifunza Kiingereza, inbox me kwa namba zangu za WhatsApp. Asante, tukutane tena katika video nyingine.